Mama. Mama, nimekuelewa. Sawa, nimekusikia. Lakini sio lazima mimi kufuata kitu ambacho wewe unakitaka. Alafu mamangu, umri wako si ushaenda wewe? Hebu niache kwanza na mambo yangu. Mimi tayari najielewa, najua kitu gani ambacho nakifanya. Niache na ujana wangu. Mimi nina maisha yangu ya ujanani, si ndio? Wewe ulikuwa ujana wako umemaliza sasa hivi, hebu hangaika na uzee wako. Mimi niache mwenyewe, naweza, najua jinsi gani mimi naweza kupambania ujana wangu. Sio lazima kushauriana kwenye hayo. Alafu mamangu, ngoja tu nikwambie. Ukiwa unaongea na mimi kunipigia simu, tafadhali naomba uzungumze vitu ambavyo vina maana sana. Sio unanipigia simu kwanza kunishauri habari za ujana wangu. Sawa, umenizaa wewe, lakini ndio maamuzi unipangie lazima. Sitaki sasa. Hii ndio simu ya mwisho kunishauri mimi kuhusiana na mambo ya ujana. Ukinipigia simu kwa mambo mengine sawa, lakini sio kukaa kwanza kuongea mambo ambayo na mimi mwenyewe naweza nikajishauri mimi mwenyewe. Tafadhali. Sitaki bwana. Wewe unajua uko sahihi. Yaani hujui mamangu anakera jamani, mamangu anakera wewe. Mama wako anakera. Tunu. Hivi unajua kuwa mama ni mmoja kati ya wazazi muhimu sana kwenye hii dunia? Na ndio maana jukumu la kunyonyesha mtoto hakupewa mwanaume. Amepewa mwanamke. Tuachane nayo, unajua. Hatuwezi kuacha. Umewahi kufikiria kwa nini laana ya mama inawahi kufika? Wewe umelala tumboni kwa mama yako miezi 9. Umefanya fujo zote tumboni. Karaha zote mama yako alikuwa anakuvumilia. Na matiti ya mama yako ndiyo yaliyotumika kukutunza mpaka hivi leo umefikia hapo. Sasa kama mama yako atayatumia matiti yake kukulaani, basi wewe katika maisha yako yote hautofanikiwa. Kama unaona hiyo haitoshi kumuona mama ana umuhimu, hebu tafakari basi kuhusu kulala na kuamka. Au siku utakayopata ujauzito na ukajifungua salama, naamini siku hiyo ndio utauona umuhimu wa mama hapo. Anyway, mimi nilikuja hapa tuzungumze tu, tujadiliane masuala ya maisha. Lakini kwa hili nikikumbuka nitakupigia simu. Ama ukimuomba radhi mama yako utanijulisha.